akawa anafanya biashara zake na akawa amekodi nyumba mahali walikuwa wanakaa na wenzake. Sasa wakiwa wamelala usiku, akagongwa na nyoka, akaumwa na nyoka. Akalalamika, nimeumwa. Wakawasha mataa kuangalia nyoka. Wakaanza kutafuta miti, wakapiga, wakaua hiyo nyoka. Sasa baadaye maumivu ya sumu ya nyoka ikaanza kufanya nini? Ikaanza kupanda. Ilipokuwa napanda, watu wale wakaenda wakasema, sasa huyu tumpeleke wapi? Hakuna hospitali. Hospitali iko mbali. Lakini kuna wale wazee ambao wanatumbuiza zile sumu za nyoka, wanatoa sumu za nyoka. Na huyu mzee ambaye anatoa sumu ya nyoka ni mmoja wa waanga ambao walinyanyaswa Brazzaville, kwamba wacha nyoka uwa mkongomani wa kutoka Kinshasa. Wakampeleka. Vijana wote wa mtaa wakampeleka. Babu, saidia ndugu yetu amefanya nini? Ameumwa na nyoka. Akamuuliza jibu, unajua vile tunavyoishi, vile tunavyoongea, na ndivyo utofauti unaenda. Warundi wanaoishi Kenya na wale walio nyumbani, Kirundi chao kimekuwa tofauti. Wakongomani wanaoishi Kenya na wale walio Kongo, lugha zao zimekuwa tofauti. Hata mkiongea Kiswahili, anauliza, na huyu anaongea Kiswahili gani? Na hii Kiswahili anaongea, mbona Kiswahili ni Kiswahili gani? Kwa sababu gani? Tunaishi sehemu mbili tofauti. Babu aliposikia ile lugha, anaongea Lingala, lakini Lingala yake akaiona, akasema Lingala ni ya wale watu wanaothamini nyoka kuliko Wakongomani. Akamuuliza, wewe umetoka Brazzaville? Akasema ndio. Mzee akasema, Yesu, munisamehe vijana. Kama angekuwa ameumizwa na kitu kingine, ningesaidia. Kama angekuwa amepigwa hata risasi, ningesaidia. Kama angekuwa ameumwa na chui, ningesaidia. Kama angekuwa ameumwa na umbwa, ningesaidia. Lakini nyoka, hapana, siwezi kusaidia, kwa sababu hawa ndo walisema tika nyoka boma Kongole, boma Zairua. Haleluya. Mzee akasema, hiyo mutanisamehe. Kama ni yule nyoka, wao waliona nyoka ni wasamani kwao kuliko sisi ndugu zao. Vijana wakakataa, wakasema, mzee, haiwezekani. Sasa vijana wote wakaanza kulia. Mzee akasema, nitamtibu, sio kwa sababu yangu, ninamtibu kwa sababu yenu. Haleluya. Ninamtibu kwa sababu yenu. Maana najua Wakongomani ni wamoja, Wangala ni wamoja. Lakini shida ni hiyo mchuki inapoingia, hata kama akiwa mtoto wa mama yako, yeye akatoka na wewe ukatoka, chuki kiingia, hizo familia zinaonekanaga kwamba hawako hata wandugu. Kwa hiyo tunaona kwamba hawa Wakongo, hiyo ilikuwa huyu Mungala ndo alizaa watoto wake, hawa wakaenda upande wa huko na wengine wakakaa huko, lakini sasa wakaanza kutengana. Na hii yote vinazaliwa na nini? Vinazaliwa na chuki. 24 mstari wa 10 Mathayo inasema, ndipo wengi watakapojikwaa, ndio nao watasalitiana na kuchukiana. Amen. Bwana anasema nini? Ni Yesu mwenyewe anatoa dalili za siku za mwisho. Akasema moja ya dalili za siku za mwisho ni chuki. Watu kuchukiana. Na watu wanapochukiana unakuta huyu anaenda kusaliti. Nimeona hivi tu.
hata kwa hii kambi. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwa hii kambi unakuta huyu ndo anaenda anachomeka mwenzake kwa polisi. Yeye ndani mnyumba ya fulani muko mabati nakuja inanyang'ana. Hao sio hivyo. Watu kwa sababu ya chuki, watu wanasalitiana. Unakuta hata mume anaenda anasheta mke wake, mke anasheta mume, watoto wanasheta wazazi. Kwa sababu ya nini? Ya chuki. Chuki pia inazaa usaliti.